Siri nzito imefichuka. Mauaji ya John Lennon na kundi la Beatles kwa hivi sasa sio siri tena. Katika simulizi iliyopita tuliona jinsi John Lennon pamoja na Beatles walivyoanza kutumia madawa ya kulevya ili kuongeza uwezo wa akili zao ziweze kufanya kazi zaidi ya uwezo wa binadamu wa kawaida. Katika kipindi kilichopita waliweza kugundua kemikali au madawa ambayo walikuwa wanaweza kuyatumia ili kuweza kuboost akili zao, lakini baadaye waliweza kugundua njia ya kiroho ambayo inaweza kuleta majibu sawa na dawa zile ambazo katika kipindi hicho zilikuwa zinawaletea addiction. Kwa hiyo wakaamua kuchukua hatua ya kwenda kufuatilia elimu hiyo ya kiroho ili kuweza kupata nguvu hizo. Kwa hiyo mwezi wa pili mwaka 1968 Beatles walienda India kwenye kituo cha mafunzo cha Maharishi huko Rishikesh kwenye milima ya Himalayas. Na Beatles walipofika huko tayari kulikuwa na wasanii wengine ambao walikuwa wamefika huko, wasanii kama Mia Farrow pamoja na dada yake ambaye anafahamika kama Prudence, ambaye John Lennon alitokea kumzimia mwanadada huyo na kumtungia nyimbo. Kuna nyimbo ambayo ilivuma sana ya Beatles ambayo inafahamika kama Dear Prudence. Nyimbo alimtungia mwanadada huyo ambaye walikutana katika mafunzo haya ya meditation ambayo walikuwa wameenda huko India kuyafuata. Kuna wasanii wengine kama Mike Love pamoja na Donovan pia walikuwepo, kwa sababu kipindi hicho elimu hii ndio ilikuwa ngeni na kila mmoja alikuwa anataka kujifunza, na ikaonekana kwamba elimu hii inawasaidia sana wasanii kuweza kuwa na upeo mkubwa wa kufanya utunzi pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo Beatles walikuwa wana meditate masaa 2 hadi 3 kabla ya jua kuchomoza. Baada ya jua kuchomoza walikuwa wanakunywa chai. Chai yenyewe ilikuwa ni chai ya vegetarian ambayo haihusiani na nyama za kuchinja pamoja na vitu vingine, na baadaye wanaendelea na meditation mpaka jioni. Na baada ya kumaliza meditation, John na Paul McCartney walikuwa wanakutana kwa ajili ya kutengeneza idea tofauti na kutunga nyimbo zao. Kwa muda wote waliokuwa huko walifanikiwa kutunga nyimbo zaidi ya 40 ambazo zilifanya vizuri sana kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kipindi hicho ambacho walikuwa huko akikuwa bure, ilisaidia kweli kuboost uwezo wao wa utunzi na waliweza kufanikiwa kutunga nyimbo zaidi ya 40. Maureen pamoja na Ringo ambaye yeye naye ni mmoja ya wasanii wa Beatles walishindwa kumudu mitindo ya maisha ambayo ilikuwepo huko na wakaondoka baada ya siku 10, lakini Paul pamoja na Jane, yani Paul na mke wake, waliweza kuondoka baada ya kukaa mwezi mzima. Kwa licha ya John Lennon kuwa karibu na Paul, lakini alikuwa mbali sana na mke wake Cynthia. Inaonekana kabisa mawazo yake yakiwa mbali sana, na kila siku asubuhi John Lennon alikuwa anakatisha mazoezi ya meditation na kwenda kwenye post office akisingizia kwamba mke wake huyo anafanya asiweze kufocus na meditation. Lakini baadaye walikuja kugundua kwamba John Lennon alikuwa anaenda kwenye post office kwa ajili ya kuchukua barua ambazo zilikuwa zinatoka kwa mwanadada yule Mchina alikuwa anafahamika kama Yoko Ono. Kwa hiyo kitendo hicho au mazoezi hayo ya meditation yaliweza kumsababisha John Lennon kuacha kutumia madawa ya kulevya kwa miezi kadhaa. Inasemekana kwamba John Lennon licha ya kuacha kutumia madawa pamoja na vitu vingine, lakini ndani ya miezi 2 alirudi na kuanza kunywa pombe kama kawaida. Lakini baada ya kurudi huko aliweza tena pia kuandika nyimbo 30 pia kutokana na uwezo ambao alitoka nao huko walipokuwa. Katika kipindi hiki huyu Cynthia ambaye ni mke wa John Lennon pamoja na John Lennon waliendelea kuwa na migogoro ya hapa na pale, na John Lennon aliweza kukiri kwamba alikuwa anatembea na wanawake wengine alipokuwa kwenye ndoa yao, lakini Cynthia aliweza kumjibu kwamba alikuwa anajua kutokana na jinsi ya wasichana walipokuwa wanamsumbua hasa alipokuwa kwenye tour, lakini anamshukuru kwamba mwisho wa yote huwa anarudi nyumbani kwake. Baada ya mazungumzo hayo, John aliweza kutoa wazo la mke wake kwenda Ugiriki kutembea pamoja na rafiki zake, huku yeye akibaki kwa ajili ya kuandika nyimbo kwa ajili ya albamu yake ambayo iliitwa White Album. Wakati Cynthia akiwa mbali huko na John Lennon pamoja na rafiki zake toka enzi za utotoni, huyo alikuwa anafahamika kama John Denver pamoja na Pete Shorton, walianza kutumia madawa ya kulevya kwa fujo sana. Na kipindi hiki ndipo John Lennon alipoanza kujihisi kama yeye ndio Yesu kabisa. Kwa hiyo baada ya rafiki zake kumuuliza ana mpango gani kuhusiana na swala hilo la yeye tafsiri au kujiona kama ndio Yesu,
akasema kwamba ana mpango wa kuwaambia kila mtu na anataka dunia nzima waweze kujua kwamba yeye ndio yule Yesu, yani roho ya Yesu imeweza kumuingia yeye. Pete aliweza kumwambia kwamba kama akisema hivyo basi watu wataweza kumuua na kumshutumu vibaya sana. John Lennon hakuweza kusikia, na siku akiwa kwenye mkutano wa bodi ya kampuni yao ya Apple Corp waliweza kusisitiza kwamba wafanye press kwa ajili ya kuitangazia dunia kwamba yeye ndio Yesu ambaye amekuja kwa ajili ya kuikomboa dunia. Wakati wengine wakipinga swala hilo, wengine waliendelea kumpa moyo na kumwambia kwamba inabidi kulitafakari swala hilo na kupanga jinsi ambavyo wataliendesha swala hilo baada ya yeye kutangaza hadharani. Kwa hiyo swala hilo liliendelea kusubiri na mwisho wake halikuweza kutangazwa. Wakati Sincere akiwa amesafiri, John na Yoko Ono walianza kurekodi albamu yao ambayo waliita Unfinished na kumuomba rafiki yake kuwatafutia nyumba nyingine kwa ajili ya kuishi pamoja, ikiwa na maana kwamba John pamoja na Yoko Ono walikuwa wameanza mahusiano. Aliweza kuelezea mapenzi aliyokuwa nayo kwa Yoko na kusema kwamba anampenda sana kuliko kitu chochote na hajali kuhusu pesa, familia yake, umaarufu wake. Hata kama wakienda kuishi kwenye hema kwake ni sawa, ili mradi awe katika mahusiano na Yoko Ono. John Lennon aliendelea kuishi naye na kufikia kipindi wakahamia nyumbani kwake. Siku Cynthia aliporudi nyumbani, aliweza kumkuta Yoko Ono akiwa anaishi kwa uhuru kabisa nyumbani kwake. Basi baada ya kuona hivyo, Yoko Ono aliweza kuondoka na kwenda nyumbani kwa rafiki yake na kukaa huko akiwa na majonzi makubwa sana. Baada ya Yoko Ono kuondoka nyumbani hapo, Sincere aliweza kurudi na kumkuta John Lennon peke yake, na John Lennon aliweza kumpokea na kujifanya kama hakuna ambacho kimetokea na kuanza kumuonyesha Sincere kama anampenda zaidi licha ya kuwa na wasichana wengine. Sincere aliweza kuvumilia hali hiyo na kuweza kusamehe na maisha mengine aliweza kuendelea. Na muda mchache baada ya siku hii kuisha, John Lennon pamoja na Paul McCartney waliweza kusafiri na kuelekea New York kwa ajili ya kazi zao, lakini John Lennon alikataa kuongozana na Sincere. Ikabidi yeye aelekee Italy kwa ajili ya kutembea pamoja na mama yake, huku akiwa na mwanae Julian. Akiwa huko Italy, alifikia kwenye hoteli ya Pesaro, hoteli ambayo ilikuwa inamilikiwa na familia ya Bassanini. Familia hii ya Bassanini iliweza kumpokea vizuri na kuishi nao na kukaa kama familia moja. Katika kipindi hiki Sincere ndipo alipokutana na Roberto Bassanini. Huyo alikuwa ni mtoto wa mmiliki wa hoteli hiyo, na mara kadhaa walionekana wakiwa pamoja, na story hizo ziliweza kuvuma na kuweza kumfikia John Lennon kwamba mke wake huyo Sincere yuko kimahusiano pamoja na mtoto wa tajiri huyo Bassanini. Siku chache baada ya John Lennon kupata taarifa hizo, Magic Alex aliweza kutumwa ujumbe na John Lennon, bahasha ambayo alitakiwa kumfikishia Sincere, bahasha iliyokuwa na karatasi za taraka ambazo zilikuwa zinaelezea kutaka taraka, lakini pia kutaka haki ya kumlea mtoto wao Julian. Baada ya Sincere kumaliza kusoma taraka hiyo, aliweza kuanguka chini na kuzimia hapo. Siku chache baadaye, John na Yoko walianza kuonekana kwenye baadhi ya magazeti wakipamba kurasa za juu, na baadhi ya waandishi wa habari walikuwa wanapiga kelele huku wakimuuliza John Lennon, mke wako yuko wapi? Aliweza kumshutumu kwamba yupo kwenye mahusiano pamoja na Roberto Bassanini. Alimruhusu Cynthia kurudi kwenye jumba lao huko Kenwood, na yeye alienda London na kuendelea kuishi maisha yake pamoja na Yoko Ono. Huko London walianzisha maisha pamoja na Yoko, na huko waliweza kuchukua flat moja kwenye gorofa na kuanza maisha yao. Paul ndio alikuwa msanii pekee wa Beatles ambaye alienda kumtembelea Sincere baada ya kuachana na John Lennon, lakini wasanii wengine waliogopa kufanya hivyo. John na Ringo walikaa mbali kabisa na mahusiano hayo, na wengi walitafsiri kwamba ilikuwa ni heshima kwa John, lakini wengine walichukulia kama ni uoga, na waliogopa kwamba endapo watakuwa karibu na Sincere basi John Lennon atawakasirikia pamoja na vitu vingine. Paul alifika mbali zaidi na kuandika nyimbo kwa ajili ya mtoto wa John Lennon uliofahamika kama Hey Julius, na baadaye waliweza kubadilisha jina na kuita Hey Judy. Kwa hiyo Paul naye katika kipindi hiki alikuwa kwenye changamoto za mahusiano kama John Lennon. Hii ni baada ya kufumaniwa na mwanamke mwingine na kupelekea Jane Asher, mke wake na Paul McCartney, kuweza kuachana naye, na mwanamke huyu
walikuwa wameishi zaidi ya miaka 5 na kuamua kusitisha mahusiano yao. Kwa hiyo Paul aliweza kukiri kwamba kuvunjika kwa mahusiano yao ni kutokana na kosa lake yeye mwenyewe, na baada ya kuachana mke wake huyo alikutana na photographer aliyefahamika kama Linda Eastman na kuanza naye mahusiano. Kwa hiyo katika kipindi hiki John Lennon pamoja na Paul McCartney wote walikuwa katika mahusiano mapya. John Lennon kipindi hiki cha mwaka 1968 huko Uingereza alikuwa anaishi kwenye flat ya msanii mwenzake ambaye anafahamika kama Ringo, na kuishi kwenye basement chini kabisa ya jengo hilo, na kuamua kujitenga kabisa na maisha ya duniani na kuishi peke yao. Unapofika ndani kwao katika kipindi hiki, basi ulikuwa unakutana na nguo chafu, vyombo vichafu, magazeti pamoja na vyakula vilivyokuwa vimekaa muda mrefu kutokana na kutosafishwa au kutokuosha vyombo na vitu vingine, na wao walionekana kutojali kabisa kuhusu maisha yao. Kwa hiyo John Lennon aliita mahusiano hayo kama strange cocktail of love, sex and forgetfulness. Kwa hiyo mapenzi haya yalikuwa ni mapenzi kama tunaweza tukasema yanayohusisha pia na addiction za madawa pamoja na vitu vingine. Kwa kitendo hicho kiliwafanya wawe peke yao na kuamua kudili na mahusiano yao pamoja na kula starehe pamoja na madawa pamoja na vitu vingine. Kwa licha ya Yoko kuwa anafahamika zaidi huko New York, lakini watu wachache sana ndio walikuwa wanafahamu kwa Uingereza. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Yoko alifanya onyesho la ubunifu wake huko Uingereza na kuachia filamu yake ambayo alikuwa amechukua video kwa ukaribu akionyesha vijana pamoja na wasichana wakitembea kwenye treadmill huku wakiwa uchi, huku akiwaonyesha sehemu yao ya makalio na kuzua utata mkubwa sana. Aliendelea kuachia filamu zilizokuwa na utata mkubwa kwenye tasnia ya filamu ya Uingereza na kufanya Yoko kujulikana zaidi huko Uingereza katika kipindi hiki na kuibua utata mkubwa sana. Lakini pia kutokana na asili ya Yoko ilifanya Uingereza kumnyanyapaa sana na kuchukuliwa kama mtu ambaye ameua kipaji cha John Lennon pamoja na familia yake, kutokana na maisha ambayo Yoko amekulia kipindi cha vita na baada ya vita huko Japan. Basi matukio ambayo alikuwa anakutana huko Uingereza yalikuwa ni matukio ambayo alikuwa anaweza kuyakabili, kwa sababu katika kipindi hicho cha vita huko Japan kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya maisha, na kipindi hicho Yoko Ono pia alikuwa katika nchi hiyo ya Japan. Kwa hiyo changamoto zote hizo alizipitia. Kwa hiyo changamoto alizokuwa anazipitia kwa John Lennon ilikuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo katika kipindi hicho studio au Beatles studio ilikuwa ni sehemu ambayo wanakutania pamoja na kufanya kazi zao, lakini wake zao walikuwa wanadili nyumbani na kusimamia mambo yao binafsi. Hii ilikuwa ni tofauti kabisa kwa John Lennon pamoja na Yoko, kwa sababu muda wote kipindi hiki Yoko Ono pamoja na John Lennon muda wote walikuwa studio pamoja na kundi zima la Beatles. Kwa hiyo wasanii wenzake walijaribu kuwavumilia wakiamini kwamba mahusiano hayo yatakuja kuvunjika na maisha mengine yataendelea kama kawaida, lakini mwisho wa siku ilikuwa tofauti na vile ambavyo walizania. Kwa hiyo hali iliendelea kuwa mbaya mpaka kufikia kipindi wasanii wenzake wakashindwa kuishi maisha ya kawaida ambayo walikuwa wanaishi kipindi hicho, kwa sababu walikuwa wanataniana pamoja na kukosoana kama sehemu ya kazi yao. Lakini tatizo kubwa zaidi, John pamoja na Yoko Ono walionekana kuto wajali wasanii wenzake na kuonekana kuwa wananong'onezana mara kwa mara inapotakiwa swala la ushauri, na mara nyingi John Lennon alikuwa akikataa ushauri wa rafiki zake na kupokea ushauri wa Yoko Ono peke yake. Hali hii ilizidi kuwakera wenzake mpaka Ringo kuamua kujitoa kwenye kundi hilo. Kwa hiyo licha ya kuonekana kama ndio msanii ambaye ni mvumilivu wa changamoto za kundi hilo, lakini kipindi hicho alishindwa kuvumilia. Lakini baadaye wasanii wenzake waliweza kumshauri na wiki moja baadaye aliweza kurudi, maana kulikuwa kuna mkataba wa kazi ambazo walikuwa bado hawajazimaliza. Kwa hiyo licha ya wasanii wenzake kumchukia, lakini pia mashabiki zake nao pia walimlaumu sana na kumshutumu kwamba anamtumia John Lennon kutokana na umaarufu wake. Lakini Yoko Ono alikuwa anasisitiza kwamba siku ya kwanza kuonana na John Lennon hakuwa anamfahamu wala hakuwa analifahamu kundi la Beatles, na John Lennon alikuwa anaamini kwamba Yoko Ono ndio msichana ambaye anampenda bila kuangalia umaarufu wake. Wapenzi hawa walifikia hatua
ya kuwa pamoja muda wote. Wakiwa kazini utawakuta pamoja, hata mmoja wapo akienda bafuni walikuwa ni lazima waende pamoja. Watu waliamini kwamba Yoko Ono alikuwa anamcontrol John Lennon, lakini yeye Yoko Ono aliweza kusema kwamba John Lennon ndio alikuwa anataka waishi hivyo, maana alikuwa anamuonea wivu sana. Alikuwa hataki kukaa mbali kabisa na Yoko Ono kwa sababu alikuwa anaamini kwamba anaweza kumsaliti. Licha ya kuwa na changamoto hizo, lakini John Lennon aliendelea kuandika nyimbo na kumalizia nyimbo ambazo walikuwa wameziandika walipokuwa huko India, na kufanikiwa kuandaa albamu iliyofahamika kama White Album, iliyokuwa na cover jeupe lililokuwa na neno moja tu, The Beatles. Kwa hiyo nyimbo za kwenye albamu hii zilikuwa ni tofauti sana na nyimbo za albamu zilizopita, kwa sababu albamu hii kila nyimbo ilikuwa inawakilisha mawazo binafsi ya wasanii husika, tofauti na zamani walipokuwa wanashirikiana kuandika nyimbo kwa pamoja. Kwa hiyo wazo la nyimbo lilikuwa ni wazo la kundi zima. Moja ya nyimbo ambazo zilipata umaarufu sana ni pamoja na nyimbo ya Revolution Vision ya kwanza. Hii original yake ilikuwa na dakika 10, lakini studio waliweza kuikata na kuweka ikawa na dakika 4. Kwa hiyo kwenye nyimbo hiyo kuna sauti inasema you become naked. Hii ilikuwa ni sauti ya Yoko Ono. Kwa hiyo baada ya nyimbo hiyo kutoka, John Lennon alichukua kipande cha dakika 6 kilichokuwa kimeachwa na kufanya Vision ya pili ambayo aliita Vision number 9. Kwa hiyo nyimbo hiyo aliweza kuifanya katika njia tofauti kabisa. Aliweza kuiongezea tempo, ikawa tempo ya juu sana na kuwa nyimbo yenye kelele sana na fujo pamoja na vitu vingine, nyimbo ambayo ilipendwa sana 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 vijana kwa ajili ya maandamano pamoja na vitu vingine. Nyimbo hiyo ikageuka kuwa nyimbo ya vijana ambao walikuwa wanapigania uhuru kipindi hiko. Kwa hiyo ukisikia nyimbo hiyo inapigwa kwa sauti ya juu, basi ujue siku hiyo kuna mtaa ambao umechafuka au kuna maandamano ambayo yameibuka sehemu fulani. Kwa hiyo wakati nyimbo hiyo inatoka, Paul McCartney alikuwa Marekani huko mapumzikoni. Alipoisikia nyimbo hiyo alichukizwa sana na kitendo ambacho John Lennon alikifanya, maana kilikuwa kinawaingiza kwenye matatizo makubwa sana katika kipindi hicho. John Lennon alianza kuwekeza kwenye biashara za Yoko Ono, na kipindi hiki ndipo Yoko Ono alipopata mimba na kufanya hali iwe ngumu zaidi kwa ajili ya kumpata Raka Sinsia. Baada ya Sinsia kupata taarifa kwamba Yoko Ono ana ujauzito, aliamua kumfungulia mashtaka John Lennon, na tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 1968 aliweza kukubaliana na John Lennon aweze kutoa euro 100,000 kwa ajili yake, lakini pia euro 2400 kila mwaka kwa ajili ya matumizi ya kumlea mtoto, na euro 100,000 kwa ajili ya mtoto wao Julia, ambazo ataanza kuzitumia akifikisha miaka 21 na kumfanya John Lennon kuwa huru na kuendelea na maisha yake. Kwa licha ya kuwa huru, John Lennon hakuwa na uwezo wa kumuoa Yoko Ono kwa sababu naye pia Yoko Ono alikuwa na changamoto pia, maana alikuwa ameolewa na Marekani aliyefahamika kama Tony Cox, ambaye ndiye alikuwa baba mtoto wao, kwa sababu Yoko Ono naye pia alikuwa na mtoto ambaye anafahamika kama Kyoko. Kwa ili kuweza kuvunja ndoa hiyo, pia John Cox naye alitaka euro 100,000 kwa ajili ya kuweza kuvunja ndoa hiyo. Kwa hiyo John Lennon aliweza kutoa hela hiyo, na tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 1969 wote walifanikiwa kuwa huru. Kwa hiyo licha ya wao kuwa huru kwa ajili ya kufunga ndoa, lakini swala la mtoto wa Yoko ambaye anafahamika kama Kyoko kumchukua ilikuwa ni ngumu sana, na swala hili lilikuja kuwa gumu kwa upande wao baada ya siku moja polisi kuweza kuvamia nyumba yao. Polisi walifanikiwa kuweza kukuta kiasi kidogo cha bangi na kuweza kumfungulia kesi. Kwa hiyo John Lennon aliweza kutozwa faini na kupewa onyo na kuondolewa kwenye nyumba ambayo alikuwa amepanga na kurudi kwa Kenwood. Na miezi kadhaa baadaye mimba ya Yoko Ono iliweza kutoka, na watu wakahisi kama ile mimba ilitoka kwa sababu ya kukamatwa na polisi, lakini baadaye ikasemekana kwamba mimba hiyo ilitoka kwa sababu ya kipigo. Inasemekana kwamba John Lennon alikuwa anampiga mara kwa mara mwanadada huyo. Kwa hiyo mpaka walipokuwa wanaukaribisha mwaka 1968, John Lennon licha ya kuwa na umaarufu mkubwa, lakini alikuwa kwenye changamoto kubwa sana. Alikuwa kwenye addiction ya heroin, lakini pia jina lake lilikuwa limechafuliwa sana, na uhusiano wake pamoja na Beatles wenzake ulikuwa umeharibika, na mahusiano yao pamoja na kampuni ya usambazaji walikuwa wana vita kubwa sana kipindi hicho,
ilikuwa imepamba moto. Kwa hiyo toka alivyoanza mahusiano na Yoko Ono, alionekana kama matatizo yalikuwa yanamfuata kila siku. Hali yake ilizidi kuwa mbaya na kuzidi kuwa na utata zaidi, na kitendo hicho kilifanya ionekane kwamba Yoko Ono amemtia gundu maisha ya John Lennon. Kwa siku ya tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 1968, Beatles walijaribu kurudi kwenye show ya pamoja, lakini polisi waliweza kuvamia eneo hilo na kusema kwamba mahali hapo ambapo walikuwa wanafanya show hiyo, kuna baadhi ya watu ambao wameenda kulalamika kwamba wamekuwa wakiwapigia kelele. Kwa hiyo show hiyo ilitumia muda wa dakika 45 na show hiyo ikawa imeishia hapo, na siku hiyo ndo ikawa siku ya mwisho kwa Beatles kufanya show ya pamoja. Wiki chache baadaye John Lennon aliweza kutangaza kwamba Beatles wamefilisika. Kwa hiyo kipindi hiki kulikuwa kuna changamoto kubwa sana katika kundi la Beatles, pamoja na mifumo ya kifedha pamoja na vitu vingine vilikuwa vieleweki. Kwa hiyo kipindi hicho baada ya Brian kufariki, Linda aliweza kuchukua nafasi ya kusimamia kundi hilo, na John Lennon hakukubaliana kabisa na swala hilo na kumtafuta Allen Klein ambaye alikuwa anasimamia kazi zake pamoja na Yoko kwa ajili ya kusimamia kazi za Beatles, kitu ambacho Paul McCartney naye alikipinga sana. Kwa hiyo licha ya kumpinga sana huyu Allen Klein, lakini aliweza kumkubalia huyu Allen Klein aweze kukagua masuala ya fedha ili kuweza kujua uhalisia wa kampuni hiyo katika upande wa kifedha, ili aweze kujua hali yao ya kifedha ikoje katika kipindi hicho. Kwa hiyo baada ya kufuatilia, aliweza kugundua kwamba Brian ilikuwa anatumia vibaya sana utajiri wao na kufanya Beatles waweze kufilisika. Kitu ambacho Beatles walikuwa wanakitegemea zaidi kama chanzo cha mapato yao ilikuwa ni mauzo ya albamu zao, na kila kopi moja ya albamu yao EMI walikuwa wanawapa Beatles senti 6, wakati albamu hiyo ilikuwa inauzwa $5 au $6, huku wasanii wengine walikuwa wanalipwa senti 50 kwa kila kopi, tofauti na Beatles. Kwa hiyo Beatles walikuwa wanalipwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo kitendo hichi kilifanya kampuni hiyo ipate mafanikio makubwa sana. Utajiri wake uliongezeka kwa 80% kutokana na mauzo ya album ya Beatles. Kwa Beatles baada ya kufungua Apple Corp, hii ni kampuni yao ya pembeni ambayo walitaka kuianzisha kwa ajili ya kusimamia kazi zao. Walijaribu kuanzisha vyanzo vingine vya mapato na kuanzisha shule ya muziki ya watoto, lakini haikuweza kufanikiwa. Lakini pia walifungua duka la nguo na kuanzisha design zao, lakini baadaye duka hilo liliweza kufungwa na kuingiza hasara kubwa zaidi ya euro 112,000. Kwa kitendo hicho kilipelekea kundi hilo kuingia katika changamoto kubwa sana ya kifedha. Kuhusiana na matamasha yao, walikuwa wanamlipa promota wao 50% ya mapato ambayo walikuwa wameyapata, lakini yale mapato ambayo yalikuwa yanapatikana katika tamasha hilo, 94% ya mapato ambayo yalikuwa yanaingia walikuwa wanalipa kodi serikalini kutokana na biashara ambazo walikuwa wamefungua kwenye Apple Corp. Kwa hiyo kitendo hicho pia kilikuwa kinasababisha hela nyingi sana ziweze kupotea. Kwa hiyo Allen Klein aliweza kuhitimisha swala hili na kusema kwamba Beatles wamebakiwa na euro 78,000, na mwaka 1968 John Lennon alikuwa anadaiwa euro 64,000, Paul McCartney alikuwa anadaiwa euro 66,000, George pamoja na Ringo wote walikuwa wanadaiwa euro 135,000. Kwa hiyo katika kipindi hiki walikuwa katika changamoto kubwa sana, lakini licha ya kuwa katika changamoto zote hizo, tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 1969 John Lennon aliamua kufunga ndoa pamoja na Yoko Ono. Wakati ndoa yao ikiwa ina trendi, Paul naye alienda kwenye vyombo vya habari na kutangaza pia kwamba na yeye pia anataka kufunga ndoa. John Lennon alichukia sana na kumuona Paul kama vile anataka kuzima kiki yao na kupelekea ugomvi kuwa mkubwa sana. John Lennon alitaka ndoa yake iwe live kwenye English Channel, lakini baadaye iliweza kushindikana. Aliamua kwenda Paris, na baada ya kufunga ndoa huko, John Lennon aliweza kubadili jina lake na kujiita John Winston Ono Lennon. Kwa hiyo John Lennon alifanya hivyo kwa ajili ya kuwaonyesha watu kwamba anakubaliana na usawa wa haki za wanawake. Katika kipindi hicho, ili swala la haki za wanawake lilikuwa ni swala ambalo sio la kawaida, lakini huyu Yoko Ono alikuwa analipambania swala hilo. Kwa hiyo naye pia alikuwa anataka haki zake ziwe sawa sawa na haki za wanaume. Kwa mwaka 1969
ilikuwa ni swala ambalo sio la kawaida. Kwa hiyo John Lennon aliweza kuelezea kwamba alikuwa amepotea kwenye kundi la Beatles, lakini sasa hivi yuko huru, amekuwa yeye tena. Kwa hiyo nafsi yake kwa sasa iko huru, na Yoko Ono ndio amefanikiwa kumweka huru, kwa sababu kipindi hicho ni kama alikuwa ameuza nafsi yake kwa shetani au kwa namna moja au nyingine katika imani zao hizo. Kwa hiyo alikuwa amefungwa, lakini Yoko Ono amemfungua. Kwa hiyo kwa sasa yuko huru. John Lennon pamoja na mke wake waliweza kusafiri na kuelekea visiwa vya Bahama. Hivi visiwa vya Bahama viko huko Toronto, na kufikia hoteli ya Montreal, na wakiwa huko waliweza kuongea na waandishi wa habari zaidi ya 130 kwa siku, lakini pia radio station zaidi ya 350 nazo pia ziliweza kuwa zinafika katika eneo hilo kwa ajili ya kuweza kuzungumza na John Lennon pamoja na Yoko Ono. Kwa hiyo moja ya waandishi wa habari waliweza kumuuliza John Lennon kwamba harakati mwisho au hatima ya harakati zake hizi ni nini. Aliweza kujibu na kusema kwamba kitu ambacho anataka ni kuipa amani nafasi. Aliweza kusema all we are saying is to give peace a chance. Kwa hiyo ili neno give peace a chance liliweza kumkaa sana John Lennon na kuamua kulitungia nyimbo ambayo mwanzo ilikuwa ni nyimbo yake binafsi, lakini baadaye ikawa ni nyimbo ya kundi la Beatles, na credit za nyimbo hizo aliweza kupewa wasanii wa kundi la Beatles, lakini baadaye aliweza kusema kwamba aliwapa credit watu ambao hawakuwa wanahusika na kumsahau Yoko Ono ambaye ndiye alikuwa mpambanaji mwenzake wa harakati za amani. Nyimbo hiyo iligeuka na kuwa nyimbo rasmi ya kupinga vita ambazo zilikuwa zinaendelea katika kipindi hicho, na wasanii pamoja na wanaharakati wanapokuwa katika maandamano au kupinga mambo ya vita pamoja na vitu vingine, waliweza kuitumia nyimbo hiyo huku akisema inabidi tuipe nafasi amani pia, kwa sababu njia ambayo inatumika ilikuwa ni njia ambayo inaleta hasara zaidi hapa duniani. Kwa hiyo John Lennon katika kipindi hiki alizidi kujitenga na Beatles na kuingia kwenye harakati za siasa kwa ajili ya kutafuta amani. Baada ya honeymoon kumalizika, waliweza kurudi Uingereza na kumchukua mtoto wa Yoko ambaye anafahamika kama Kyoko pamoja na mtoto wa Lennon ambaye anafahamika kama Julian, na kwenda nao Scotland kwa ajili ya matembezi ya hapa na pale. Wakiwa njiani, John Lennon akiwa anaendesha gari, waliweza kupata ajali mbaya sana, ajali ambayo iliweza kuleta madhara makubwa sana. Kyoko alifanikiwa kupona kutoka salama, lakini Yoko aliyekuwa nyuma ya siti ya gari hilo aliweza kuumia sana na kushona zaidi ya nyuzi 14 usoni na kuumia vibaya zaidi mgongoni. Baada ya kupona, aliweza kulichukua gari lile ambalo limepata ajali na kuliweka nyumbani kwao upande wa dirishani kama ukumbusho kwamba wanatakiwa kumshukuru Mungu kwa kila siku kwa sababu amewaweka salama. Mwezi wa 8, John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kuhamia Tittenhurst. Hii ni paka au ni eneo ambalo lilikuwa lina hekari 74 kaskazini mwa Uingereza kwa ajili ya kupambana na addiction ya heroin, kitu ambacho kilikuwa ni kigumu sana kuweza kukipambania. Kwa kipindi hicho kuna changamoto kubwa sana ambazo utakutana nazo. Watu ambao wanafahamu mambo haya basi wanajua kitu ambacho kinaendelea pale unapokuwa na addiction ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo kitendo hicho kilikuwa kigumu, na baada ya kushindikana waliweza kuhamia kwenye methadone, vidonge ambavyo au ni dawa ambazo zinasaidia kupunguza madhara ya addiction ya madawa ya kulevya, na maisha yao walau yakawa kidogo yanaeleweka. Baadaye aliweza kuzungumzia mapambano yake dhidi ya madawa ya kulevya kwenye nyimbo ya Cold Turkey. Hii ilikuwa ni mwezi wa 10 tarehe 9 mwaka 1969. Kipindi hicho mimba ya Yoko iliweza kutoka tena. Basi kutokana na changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia kwa muda mrefu, waliamua kwenda Ugiriki kwa ajili ya kupumzika pamoja na kujaribu kushinda tabia za madawa ya kulevya, kwa sababu matatizo mengi yameonekana kuwa yakisababishwa na madawa hayo. Basi mwezi wa 2 mwaka 1970, John Lennon aligundulika kuwa na kitu kinachoitwa nervous breakdown. Wengine wanaweza wakazungumzia labda kuchanganyikiwa au vipi. Wasanii wengi tumesikia wakipata matatizo hayo pamoja na kupelekwa hospitali. Kitendo hicho kilifanya awe anakaa ndani peke yake na kukata mtu yoyote asiende kumuona, na kusemekana kwamba
John Lennon alikuwa na multiple personality, zilikuwa zimetokana na maumivu ambayo aliyapata kipindi alipokuwa mtoto mdogo. Kwa hiyo John Lennon alizungumzia issue hiyo na kusema kwamba akipata siku 3 akiwa peke yake huwa anajiona mwenyewe kitandani huku akiwa juu. Hii inaitwa astral projection. Kwa hiyo matatizo haya yamekuwa yakimtokea kutokana na hali ambayo alikuwa akiifanya ya meditation pamoja na vitu vingine. Hizi ni side effect za meditation pamoja na vitu vingine ambavyo tutakuja kuzungumzia siku nyingine kama swala hili la meditation litakuja kuwa na umuhimu zaidi. Kwa hiyo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 1970 John Lennon pamoja na Yoko Ono walianza tiba ya kliniki kwa ajili ya kutoka kwenye hii addiction ya madawa ya kulevya, na katika kipindi hiki tayari kundi la Beatles lilikuwa katika mtafaruku mkubwa sana, na katika kipindi hiki ndipo Paul McCartney alipoamua kwenda katika vyombo vya habari na kutoa taarifa rasmi kwamba anaachana rasmi na kundi la Beatles. Lakini John Lennon baada ya kusikia taarifa hiyo aliweza kusema kwamba Paul McCartney hawezi kuondoka, maana alikuwa ameshafukuzwa na John Lennon. Paul McCartney aliweza kumlaumu Yoko Ono kwa kuvunjika kundi hilo kutokana na yeye kuwa anaingilia taratibu za kundi pamoja na kumcontrol John Lennon. Lakini John Lennon aliweza kufunguka na kusema kwamba yeye ndio alilianzisha kundi hili na ndiye aliyeanzisha pia idea ya kuvunja kundi hilo. Kwa hiyo Paul McCartney aliamua kwenda katika vyombo vya habari ili yeye aonekane kwamba ndio mtu ambaye ameamua kutoka katika kundi ili aweze kupata jina kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi zake binafsi. Kwa hiyo maamuzi ya kuvunjika kwa kundi hilo ilikuwa ni maamuzi yake mwenyewe. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho John Lennon pamoja na Yoko Ono aliamua kutoka kuelekea ukweni kwake huko Japan kwa ajili ya kujitambulisha kwa wakwe zake. Kwa hiyo familia ya Yoko Ono walienda kukutana na John Lennon, na hii familia ni familia ya kitajiri. Baba yake na Yoko Ono alikuwa ni rais wa benki ya Japan, kwa hiyo alikuwa ni mtu maarufu sana na tajiri sana huko Japan. Kwa hiyo kitendo cha John Lennon kwenda kule ilikuwa ni taarifa kubwa sana. Licha ya familia hiyo kumpokea vizuri sana John Lennon, lakini maneno mengi yaliibuka na kufanya familia yake iweze kuzungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba licha ya kumpokea John Lennon pamoja na Yoko Ono kwa ukubwa ule, lakini hawajapendezwa na uamuzi wa Yoko Ono kuolewa na John Lennon, na baba yake alisema kwamba alimwambia mwanae kwamba ni bora angekuwa na mume wake wa kwanza kuliko kuwa na mume wake huyu wa sasa ambaye muonekano wake sio muonekano wa kimaadili kama ambavyo yeye alidhania. Lakini baada ya kutoka huko, John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kurudi na kuelekea Denmark kwa ajili ya kuzungumza na mume wake wa zamani na Yoko Ono ambaye anafahamika kama John Cox, ambaye kipindi hiki naye pia alikuwa ameshaoa mwanamke mwingine, na nia ya kwenda kuzungumza na John Cox ilikuwa ni kwa ajili ya kumchukua Kyoko, huyu mtoto wa Yoko Ono, kwa ajili ya kumlea. Kutokana na hali ya Yoko Ono pamoja na John Lennon ilivyokuwa, baba yake aliweza kupinga sana swala hilo kutokana na maisha hayo ya ulevi, addiction ya madawa ya kulevya pamoja na kufuatwa na waandishi wa habari. Kwa hiyo kitendo hicho kilifanya John Cox kuweza kupinga sana swala hilo, lakini pia kitendo cha Yoko Ono pamoja na John Lennon kumchukua mtoto wao na hatimaye kwenda kupata ajali huko Scotland, pia hilo swala lilifanya huyu John Cox kuweza kuzuia mtoto wake asiweze kujiunga na familia ya Yoko Ono pamoja na John Lennon. Katika sakata hilo, John Cox pamoja na mpenzi wake waliamua kutoroka na kupotelea kusikojulikana bila kutoa taarifa yoyote, lakini rafiki yake mmoja na John Cox aliweza kutoa siri ya wawili hao walipotorokea, na John Lennon pamoja na Yoko Ono waliamua kumfuata pia alipokuwa amejificha na kujaribu kumuiba Kyoko na kutoroka naye, lakini John Cox aliweza kutoa taarifa polisi na polisi waliweza kumkamata Yoko Ono pamoja na John Lennon na kuweza kufunguliwa kesi. Kwa hiyo pasipoti zao ziliweza kushikiliwa. John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kukiri kosa hilo na baadaye kuonekana kwamba wanaweza kuhukumiwa au kupata kifungo au kulipishwa fine pamoja au vyote viwili kwa pamoja. Lakini pia kutokana na matatizo ambayo walikuwa nayo na serikali kadhaa, ilionekana swala hilo linaweza likawasumbua sana. Kitendo hicho kilipelekea uongozi wa Beatles kuweza kuwatafutia mwanasheria mzuri na kuweza kubadili ushahidi ambao walikuwa wameutoa na hatimaye kufanikiwa
kushinda kesi. Kwa hiyo John Lennon pamoja na Yoko Ono, baada ya kuona kila kitu kinaharibika huko Uingereza, lakini pia Waingereza wameshindwa kabisa kuelewa mfumo wa maisha ambao wao wanauona ni mfumo huru ambao unawafanya waishi vile ambavyo wanataka, wakaona ni bora waweze kuhamia Marekani, kwa ajili huko Marekani ni sehemu ambayo kuna wasanii, lakini pia kuna watu ambao wana idea tofauti za maisha, lakini pia kuna watu ambao ni maarufu na wanaishi maisha ambayo wao pia wanaishi. Kwa hiyo wakaona huko ni sehemu sahihi kabisa ya kwenda kuanza maisha yao mapya. Maamuzi haya yalikuwa ni mazuri kwa upande wao, lakini kitu ambacho hawakuwa wanafahamu ni kwamba hiyo ilikuwa ndio safari ya kukikaribia kifo chake. Ni nini ambacho kilitokea huko Marekani ndio video ya mwisho ambayo inaenda kuelezea, lakini pia tutazungumzia jinsi mauti yalivyomkuta na nani aliyemuua na kwa nini alimuua. Kuna mambo mengi sana hapo mwishoni. Naamini itakuwa ndio video ya mwisho ambayo tutazungumzia jinsi ambavyo John Lennon aliweza kukata roho au aliweza kupigwa risasi pamoja na vitu vingine. Nadhani nimeweza kuona jinsi video ilivyo ndefu pamoja na story hii. Kwa hiyo nimeona niweze kuimalizia ili kuweza kuondoa utata wa wale ambao wanasema nimekuwa nikifanya story nusu nusu. Ninapokutana na story ndefu kama hii, kuna muda mwingine nakuta kuna story nyingine ambazo zinakuwa zinatupita, lakini nimeona niweze kuzifumbia macho story hizo ili niweze kumalizia story hii, baadaye tuweze kufanya hizo story nyingine. Kwa hiyo kwa wale ambao mnataka kuona story nyingine ambazo zinakuja hapo baadaye za wasanii ambao wanakiki kwa hivi sasa, naomba muweze kunivumilia kwa story hii niweze kuimalizia ili tuweze kuendelea na hizo story nyingine. Lakini baadaye tutakuja kumalizia story ya Michael Jackson ambayo nayo pia ilishia katikati, alafu tutakuwa tunaendelea. Tutakapokaa vizuri, basi tutaanza kuendelea kufanya vile ambavyo nyie pia mnataka. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media. Msisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.